kipendwa cha Pita Zangu. Ikiwa leo bado tunaendelea na historia za wanamuziki wa Soukous ambao chimbuko lao ni kule Kongo. Kama umewahi kucheza kwasa bila kujua alianzisha, basi leo utamjua. Kama pia umewahi kusikia gitaa linaloongea kabla hata mwimbaji hajamaliza beti, basi huyu ndiye aliyeliamuru liwe hivyo. Leo hatumsumulii mwanamuziki wa kawaida, leo tunamsimulia mfalme wa ucheshi na kiuno, Kanda Bongoman. Jina yake kamili ni Dennis Kanda, maarufu The King of Kwasa. Alizaliwa mwaka 1955 katika mji wa Inongo uliopo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama ukipenda zama zile Zaire. Alikulia katika mazingira ambayo muziki wa African rumba na Soukous ilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Katika kipindi hicho, Kongo kilikuwa kitovu cha muziki barani Afrika, ikitoa wasanii waliokuwa na ushawishi mkubwa kama Tabu Lerochois na Franco Luambo. Mwaka 1973 Kanda Bongoman alianza safari yake rasmi ya muziki baada ya kujiunga na Orchestra Belemambo kama mwimbaji. Hapa ndipo alipoanza kujenga jina lake na kukuza mtindo wake wa uimbaji uliovutiwa na kazi za Tabu Lerochois. Mwaka 1979 Kanda Bongoman alihamia jijini Paris nchini Ufaransa. Uamuzi huu ulikuwa hatua muhimu katika taaluma yake, kwani Paris ilikuwa kitovu cha wasanii wa Afrika waliotafuta soko la kimataifa. Kwa Paris, muziki wake ulianza kuchukua mwelekeo mpya wa kuchanganya Soukous na ladha ya muziki wa Zouk uliokuwa maarufu kutoka Fresh West Indies. Mwaka 1981 Kanda Bongoman alitoa albamu yake ya kwanza ya solo, Iyole, ambayo ilipelekwa vizuri sana. Mafanikio hayo yaliendelea mwaka 1982 alipoachilia albamu Jesse iliyomfanya atambulike rasmi kama msanii wa kimataifa. Kuanzia hapo, jina Kanda Bongoman likaanza kusikika si tu Afrika bali pia Ulaya na Marekani. Kupitia msanii Kanda Bongoman, mapinduzi ya muziki wa Soukous ulifanyika. Kabla yake kuja, muundo wa Soukous ulikuwa hivi: beti nyingi za kuimba, halafu solo moja ya gitaa ya mwisho wa wimbo ambayo ilikuwa ikipigwa na mpiga gitaa. Lakini Kanda Bongoman aliona hilo linapunguza nguvu ya dance, basi yeye akaja na mapinduzi makubwa ya solo za gitaa baada ya kila beti. Wakati mwingine solo linaanza kabisa mwanzoni mwa wimbo. Hili lilifanya nyimbo zake ziwe zenye kasi, zenye nguvu ya dance zinazowafanya mashabiki wasichoke kucheza. Kutokana na mtindo huu mpya likazaliwa dansi maarufu duniani, kwasa. Dansi hii inahusisha kiuno kusogea mbele na nyuma, mkono kufuata mdundo wa nyonga. Kwasa haikuwa tu dansi, kuwa utambulisho wa kizazi kipya cha muziki wa Afrika. Ilienea Afrika Mashariki, Kusini, Magharibi, Ulaya na hata Amerika. Katika safari yake ya muziki, Kanda Bongoman alifanya kazi na wanamuziki wengi. Miongoni mwao waliopata umaarufu mkubwa kupitia bendi zake ni mpiga gitaa Diblo Dibala maarufu kama Machine Gun. Diblo Dibala alishiriki katika albamu kadhaa muhimu za Kanda Bongoman, ikiwemo Kwasa na Amour Fou kabla ya kuanza safari yake ya solo. Kwa zaidi ya miongo minne, Kanda Bongoman amebaki kuwa mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa katika muziki wa Afrika. Hadi leo anaendelea kufanya maonyesho katika Ulaya na hata nchini Marekani. Urithi wake una wazi katika muundo wa muziki wa Soukous ya kisasa, dansi zake na kizazi cha wasanii aliowahamasisha. Na huo ndio umekuwa historia ya Kanda Bongoman, ama ukipenda The King of Kwasa, ambaye alikuwa akipanda jukwani basi utacheka na utacheza kama hujapenda. Makala hii tumeandaa kwa lengo moja kuu: kuhifadhi historia ya muziki wa Afrika na kuhakikisha kuwa majina ya waanzilishi hayapotei katika vumbi la muda. Kanda Bongoman ni sehemu muhimu ya urithi wa muziki wa Soukous. Ni msanii ambaye mchango wake uliathiri vizazi, kubadilisha miundo wa muziki na kufikisha muziki wa Kongo kwenye majukwaa ya kimataifa. Kupitia makala hii tunawakumbusha vijana wa leo kuwa muziki wa sasa una mizizi, na mizizi hiyo inapaswa kuheshimiwa, kufundishwa na kuendelezwa. Na hii ni Shafaa Media, na mimi ni wako Shaaban Farjala, ama ukipenda Mwana Soukous, na hii sauti ya historia, sauti ya kumbukumbu na sauti ya muziki wa Afrika. Kama umependa makala hii, usisahau kusubscribe, kushare, ili historia ya faidi na wengine, hususan shabiki wa muziki wa Soukous.